Katika mazungumzo ya simu yaliyofanyika baina ya rais wa Urusi Vladimir Putin na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, wamejadili kwa kina hali tete ya Mashariki ya Kati, hususan masuala yanayohusu Syria na mpango wa nyuklia wa Irani. Taarifa hiyo ni kwa mujibu wa taarifa kutoka ikulu ya Kremlin. Kremlin imesema pande hizo mbili zinabadilishana maoni juu ya masuala ya kikanda na zilitangaza utayari wa kutafuta suluhu za kidiplomasia katika kuimarisha hali ya usalama Syria na kuupatia suluhu ya mazungumzo mzozo wa nyuklia wa Iran. Tangu mwanzo wa mwaka 2025, duru 5 za mazungumzo ya nyuklia kati ya Iran na Marekani zimefanyika bila mafanikio, huku Israeli ikiendesha operesheni ya kijeshi dhidi ya Iran na Marekani ikifanya mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo ya nyuklia ya nchi hiyo. Mnamo Septemba 9, Irani na shirika la kimataifa la nishati la atomic IAEA walitia saini makubaliano mapya ya mjini Cairo, Misri, kurudisha ushirikiano uliokuwa umesitishwa tangu mashambulizi ya Juni yaliyotekelezwa na Israeli na Marekani, ambapo hata hivyo ukimya wa IAEA dhidi ya hatua za kijeshi za mataifa hayo ulizua ghadhabu mjini Tehran, wakidai shirika hilo limepoteza usawa wake. Mnamo Septemba 29, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilikataza azimio lililowasilishwa na Urusi na China lililotaka kuongeza miezi 6 ya muda wa azimio namba 2231 linalounga mkono mkataba wa nyuklia wa Iran, kwani kutokana na hatua hiyo vikwazo vipya vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Iran vilianza kutumika rasmi kuanzia Septemba 28. Kufuatia uamuzi huo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alionya mnamo Oktoba 5 kuwa serikali yake italazimika kufanyia mapitio ushirikiano wake na IAEA, akisema makubaliano ya Cairo hayana tena maana kutokana na kurejeshwa kwa vikwazo hivyo. Syria nayo inaendelea kugubikwa na vurugu kubwa za kijeshi, kwani kwa sasa vikundi vya upinzani vilivyojihami vilianzisha mashambulizi makubwa dhidi ya majeshi ya Israeli katika mikoa ya Aleppo na Idlib mwishoni mwa Novemba 2024, na mnamo Disemba 8 wapinzani waliingia mji mkuu Damascus, hatua iliyosababisha Rais Bashar al-Assad kujiuzuru na kukimbia nchi. Kiongozi wa kundi la Hayat Tahrir al-Sham Ahmed al-Sharaa, ambaye ni tishio sugu kwa mataifa mengi, amejitangaza kuwa rais wa mpito wa Syria tangu Januari 29, 2025, akisema kipindi chake cha uongozi kitadumu kati ya miaka 4 hadi 5. Mazungumzo hayo kati ya Putin na Netanyahu yanaonekana kuwa jaribio jipya la kidiplomasia katika eneo lililogubikwa na migogoro ya kijeshi na migawanyiko ya kimataifa. Wakati macho ya dunia yakielezwa Tehran na Damascus, wadau wengi wanasubiri kuona kama diplomasia inaweza kuizima moto wa vita unaowaka Mashariki ya Kati.